Unajua brother, babangu anaumwa sana. Na kila ninapositiza aende kwa baba yake, anakataa. Na ile swala nimeshangaa sana. Hata sijui kwa sababu gani. Sio kwa kweli imekuwa mtihani. Sasa ikiwa mzazi wake kabisa ameshindwa kumjali kwa kipindi kama hiki kigumu, je, unafikiri sisi tukija tukipata matatizo anaweza kawa upande wetu? Ni jambo ndio kunaloshangaza sana. Lakini mambo ya Ngoso, mwache Ngoso mwenyewe. Mambo yao acha wao ni wao. Sasa imekuwa changamoto sana. Pole bwana. Ndio sasa ushapoa. Sasa hapo sijui labda wewe unasaidia kitu gani? Huu kwa kweli umekuwa ni mtihani. Labda ungejaribu kukaa naye kwa ukaribu, labda pengine wakawa na matatizo yao ya kifamilia. Hem, jaribu kukaa vizuri na shemeji yetu bwana. Pengine huenda akakwambia vizuri. Hamna shida. Haya basi. Kwa hiyo wewe unaenda nyumbani? Mimi naenda nyumbani. Basi wewe nisalimie tu nyumbani hapo. Haya basi, poa bwana. Sasa hamna shida brother. Haya poa basi. Kila la heri. Karibu. Haya, asante. Sasa dada, yule mtu ndio huyo hapa ndo kuletea wakazi, naomba mtu dada wakazi ndio huyo hapa sasa. Hana tatizo lolote. Huyu ni jirani yangu pale, tunaishi naye shirika. Mstari uko vizuri sana. Dada huyo hapa ndo bosi wako. Dada mambo? Okay, haina shida. Kwa hiyo uko tayari kukabiliana na kazi yote ambayo nitakupatia? Ndio, niko tayari. Dada, huyu ni mtu safi kabisa. Yaani hana shida yoyote. Yaani wewe mwenyewe tu hapo kumpatia kazi basi. Lakini kwa shida sana mimi namjua, na akifanya kazi shida yoyote nipate mimi ndo nitabeba jukumu lakini basi haina shida. Kama umeshakubaliana na haya, nenda nyumbani tukubaliane, nikuoneshe na mtumia kazi. Sawa. Basi twende. Kwa hiyo sawa, mimi naenda. Asante. Kwa hiyo dada, kama nilivyokuonesha majukumu ya ndani, lakini kikubwa zaidi tunachokitaka hapa ni kuhusu mzee wetu. Mzee anataka kushughulikiwa. Anahitaji usafi, lakini pia anataka kula kwa wakati. Hicho ndio kitu muhimu ambacho tumekuitia hapa kwa ajili ya kukusaidia. Mimi niendelee kuzungumza kama alivyozungumza dada yangu. Kiufupi hali ya mzee unaiona jinsi ilivyo. Hali ya mzee hairidhishi. Sasa ninachokuomba umjali kama unavyomjali baba yako, umsamini kama unavyomsamini mama yako, kwa sababu hili leo ni kwetu, kesho ni kwako. Kiufupi mshahara wako uko pale pale. Sina mengi ya kuongea, nadhani itakuwa umenielewa nilichokizungumza. Ndio. Basi sawa, mimi sina ile. Wacha tunyanyuke, tukuache na mgonjwa. Nadhani umeelewa kila kitu. Kwa hiyo utaanza majukumu yako. Sie, acha tuondoke.
Habari? Nzuri kabisa. Asante. Wewe ni nani? Nimefanya kazi wa baba. Oh, wengine wako wapi? Bado hajafika. Basi kidogo ningeomba nimpeleke msalani kidogo. Sawa, karibu. Dada. Abe. Samani kidogo, naomba utoke na t-shirt. Sawa. Hizo utazishirikia. Sawa dada, mimi nataka niende, lakini kitu ambacho nakiweza kifanye, ambacho kiwezi mimi ni jirani yenu, nakaa nyumba ya pili tu hapo. Utakuja utaniambia, nitakuja kukusaidia. Sawa kaka. Wewe na mimi hapa ndo wanawe sasa hivi. Watoto wake ndo kama hivyo unavyojua hawapo. Kwa jitahidi kukaa naye kwa makini sana. Wewe ni mzee wetu. Sawa dada? Sawa. Hasa niwaache basi. Sawa, karibu. Hasa. Baba, utapoa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Utapoa, usina wasiwasi. Jitahidi kidogo. Jitahidi baba, utapoa.
Karibu. Shikamoo mama. Marhaba, habari za hapa? Sijambo, karibu. Wewe nani? Mimi namsaidia baba. Ndio tunawashangaa. Mimi watu hapa kana baba yao ametafuta kufanya kazi kweli. Sasa wako wapi? Ni wiki sasa bado hajaji. Nataka nikuulize mwanangu. Mwanangu, wewe unalipwa kiasi gani hapa ukakubali kukaa na mgonjwa namna kama ile mama? Mama, haijalishi kulipwa kiasi gani. Kwangu ni kawaida tu, maana namuona kama babangu mzazi. Kwa sababu babangu mzazi alifariki sisi tukiwa wadogo sana. Na mama yetu pia katika harakati za matibabu amepoteza maisha. Na kwetu tumekulia wawili tu kwenye mazingira magumu sana. Mazingira ambayo hatutokizi sasa kimaisha. Yaani mdogo wangu, unaona tunapohangaika hivi, hatuna pa kula, hatuna pa kulala. Yaani ni shetu ya kuhangaika. Sasa tunafanyaje hapo? Ni kweli dada, ila mimi nilikuwa na wazo twende kwa mdogo, sifuate tena kwa mara nyingine. Ba mdogo? Yaani ba mdogo mara ya mwisho tulipoenda pale katufukuza kama ile kwa hatujui. Yaani hana utungo sana siku. Kweli twende tukamfuate tena atakuelewa kweli? Twende tukaombe tena. Msipate tamaa ba mkubwa. Jaribu tena kati yetu, twende atuelewe. Twende tusikumbuke tatu hivi. Tuona na watu wanaweza kubadilika kadri japo huruma. Sawa. Kama itakuwa ndo ushani. Sawa, twende pengine atatuelewa ndugu wangu. Sisi tukaombe tena. Sawa. Unasemaje? Unasemaje? Ba mdogo. Naomba tusaidie. Msaidie kwa mwisho babakia. Ba mdogo, hatuna pa kula, hatuna pa kulala, tunahangaika tu ba mdogo. Naomba tusaidie. Mmesikia hii nyumba ya kutolea misaada? Ni mara ngapi nawaambia msija? Nawauliza ni mara ngapi sasa kama wewe na wewe. Nawauliza kila siku. Kila siku mnakuja. Hiki ni kituo cha yatima. Tusaidie ba. Mimi sio baba mdogo wenu. Haya, ondokeni, ondokeni. Ondokeni nawaambia, ondokeni. Ondokeni, ondokeni. Halafu nyie. Halo nyie mwanijua? Haya, ondokeni. Nakwambia ondokeni. Nakwambia ondokeni. Nishawaambia mawaki baba. Ego. Ndio maana naambia baba kama babangu mzazi. Na nina imani mama akija kupona atanichukulia mimi kama mwanae.
Mama, pole sana. Mungu akupe baraka zote. Una moyo wa imani mwanangu. Mungu akufariji na akupe kila la heri duniani na akhera. Kuanzia hii leo mwanangu, mimi ndio shangazi yako na yule kule ndo baba yako. Mwanangu, Mungu akupe heri na kuahidi mwanangu, mazuri atakuja. Kwa hivyo mwanangu, usijali, tu pamoja mama, huwa na amani. Nashukuru kusikia hivyo. Nashukuru sana mama yangu. Mwenyezi Mungu atalipa mema. Asante mama yangu, nashukuru sana.